Nilifikiri penzi ni furaha, lakini kumbe shogangu, asante sana kwa kweli. Maana unanisaidia sana. Unavyonipaga hivi lifti tukiwa tunaenda wote kazini. Yaani kwa kweli kuna pesa nyingi sana unakuwa unanisaidia na ukoa. Maana unajua kupanda magari kila siku, yani unaamka unapanda hili kama unavyojua. Unajua siku ile kwetu Mbagala tunashukuru sasa hivi kidogo serikali imejitahidi kutengeneza vizuri barabara. Lakini kama ingekuwa ndo miaka ile ya nyuma, mwendo wa kukanyagana miguu na kwambia nilifika kazini iko ovyo ovyo. Yaani kwa kweli shogangu, Mungu akulipe sana kwa moyo wako. Wala ina shida shoga yangu. Mambo ya kawaida. Unajua tena binadamu hatuwezi kufanana. Wewe unaweza uko hivyo na mimi Mungu kanika niko hivi. Kwa hiyo hii ndio maana ya msaada. Na ukizingatia tuko wote pamoja kazini, tunafanya wote sehemu moja kazi. Kwa hiyo imekuwa ni jambo zuri sana kwa kweli. Wala usijali shoga yangu. Maana na urembo huu Mungu ambaye alonijalia, alafu kanyagana. Yaani singe kwa vipi? Yaani hapo kwenye shoga yangu sikufichi. Yaani laiti kama angekuwa ametokea mzee mwenye vyake, mwenye maisha yake hapa mjini. Ningesema tu nijiweke kwake tu angalau nipate chochote kitu na mimi at least hata niweze kumiliki usafiri kama hivi. Unajua shoga yangu leo inaniuma sana yani. Tunafanya wote kazi pamoja lakini mwenzangu naona unaendesha gari, familia yako imekusupport sana na nakuunga mkono, lakini mimi bado sijipata. Yaani kwa kweli na mimi tabii nimake sure bwana mwaka huu sishi na mimi ninamiliki bwana gari. Gari zipo bwana hadi za bei rahisi nasikia. Amina, shoga yangu nakuitikia dua lako. Mungu akujalie na umiliki gari kama hivi ninavyoendesha mimi. Margaret, mtoto wa Dominic ambaye nisikuwa na baya hapa mjini. Lakini shoga yangu hata usiwazi sana la nini. Tuko pamoja tu. Niambie, nipe ombea. Maana ninajua wewe upoe, unakuwa na ubuyu kila siku ya Mungu. Yaani sio habari hizo unakoga unazipata wapi? Haya, au leo una habari yote kutaka kuniambia shoga yangu? Maana naona hata sijachangamka bado ujue mundani. Kama unavyonijua Kate, mtoto wa Mbagala, nisikuwa na dogo wala kubwa, yote sawa kwa upande wa kwangu mimi. Hapa ubuyu haukauki, yani hiki hapa ni kama kisima vile cha maji. Kama hujakikuta kimejaa basi utakuta hata nusu, utapata hata ndo 2 au 3. Sasa shogangu nikwambie, ofisini kwetu bwana majuzi alikuja rafiki yake Samir, anaitwa Mahir. Yani shoga yangu sikwambie mtu, ni mvulana mmoja handsome boy. Yaani unaniambia mimi nimemwona tu kwanza nimeanza kusisimkwa. Unaniambia nimeanza kuona mapicha, nimeanza kuona makopa kwenye macho yangu. Nikasema jamani, huyu ni mtu au malaika? Yaani nakwambia shoga yangu hata siku kujielewa, nimejikuta tunaanza kumsifia mkaka watu jamani. Kwa kweli kaniingia sana loni. Yaani sio siri, ni kijana mmoja handsome boy sana shoga yangu. Usiombe umuone. Kati kweli nakujua wewe unapenda sana umbea. Lakini namna unavyomsifia huyo mtu, yani kama vile malaika, yani mbona nashindwa hata kukuelewa shoga yangu? Au unataka kunijaza tu hapo unanipanga tu hamna lolote? Maana kuna msifia huyo mtu, sijui bonge la handsome boy, kwani ana kitu gani hasa ambacho unakiona labda ni kigeni kwa upande wetu? Maana sijakuelewa bado. Basi kama vile unavyonijua, umbea wangu unakuaga umenyoka. Alafu waga simfagiliagi tu mwanaume tu ili mradi tu niongee, ili mradi unisikie. Sinaga CV hizo hapa mjini. Kama unavyonijua vizuri Kate. Sasa hivi nakwambia huyo Mahir nakwambia mimi ni bonge la bwana. Nimekwambia ni handsome boy. Kwani unataka kuniamini Margaret? Na I wish kama siku moja uweze kumuona, alafu ndo utaamini kitu ambacho ninachokwambia. Yaani ni bonge la mwanaume. Yaani mimi mwenyewe tayari nimeshampenda. Haya shogangu, mimi sikupingi bwana. Wache nyeshe tuone panapovuja. I wish siku moja nimije nimuone wewe mtu ambaye unamsifia. Ni kweli? Maana wewe mimi sina wasiwasi wote na wewe. Najua kwa kimsifiaga mwanaume kwamba ni handsome boy, basi lazima awe hivyo. Kwa hiyo I wish niweze siku moja na mimi kumuona. Huyu handsome boy yenyewe nakwambia, babake si ndo tunafanya naye kazi ofisini kwetu, Mzee Mbio. Kumbe ni mwanae. Kwa sababu hata mimi mwenyewe yani hapo mwanzo nilikuwa sijajua chochote kwamba yule pale ni mwanae. Wewe Keti bwana, acha bwana utani. Mzee Mbio huyu ambaye tunafanya naye kazi ofisini, ndio huyo mwanae unamsifia muda wote hapa handsome boy. Sijui kama malaika, maneno yote unamaliza wewe. Bwana mimi hata siamini bwana. Ndio, japo mzee namuona kama shombe fulani, huwezi kujua lakini mimi kama ambavyo nimekwambia, mimi shida yangu kubwa sana niweze kumuona huyu ambaye unamsifia wewe. Mimi sitaki maneno mengi bwana. Ubo usije ukakuzidi bure hapo kaanza kuharibu mazungumzo. Haya kama uniamini sawa, lakini mimi ndio hivyo nishakwambia. Ipo siku tuna imani kwamba utakuja kumuona alafu utaamini yale yote ambayo ninakwambia hapa. Haya bwana. Hivi Mairi jamani, hivi nifanye nini mwanaume uje mimi nakupenda Au unajua hapa pia bado naigiza? Nimekutumia message, unijanijibu, na kupigia simu zangu, sometimes unajibu, sometimes hauzijibu. Yaani mimi hata sijui kwamba Mahiri wewe una tatizo gani kubwa na mimi. Yaani kisa tu nimekwambia kwamba nakupenda. Ndio maana unaamua kufanya yote, si ndio? Bite,
Hivi mara ngapi nimekuambia kwamba mimi sihitaji kuwepo na wewe? In case kwamba tunaigiza, tuendelee tukuigiza, kwa sababu unajua hapa pia tuko kazini na tupo kwenye sehemu ambayo kuweza kuonyesha vipaji vyetu, ili mradi East Africa watu wote waweze kutujua kwamba sisi tunaweza kuigiza. Mara ngapi nimekuwa nakuelekeza jambo hili lakini unashindwa kunielewa. Nimekuambia mimi sina hisia zozote za mapenzi na wewe. Kwa hiyo tutaendelea tukuigiza in case kwamba wote ni waigizaji, lakini mambo kunipenda nimeshakwambia sihitaji kusikia. Hapo kwenye nimekuja, nimejua kabisa lazima utaniambia pumbavu wako huyu. Usitaki nianze kukujibu vibaya. Mahir, hebu nisikilize. Mimi ni msichana. Alafu kawaida sisi wasichana sio mara zote kwamba tunaweza tukamwambia mwanamume kwamba unampenda. Yaani mpaka ikifikia hatua kama hiyo, ujue huyo mtu amekwama. Na mimi ndivyo hivyo ambavyo imenitokea. Mahir, wewe nakupenda. Unataka nifanyeje? Basi nipe adhabu yote tu mimi nifanye ili mradi wewe usikujue mimi nakupenda. Mimi siwezi kuendelea kila siku kuumia kwa ajili yako. Kwa nini upende kunielewa mimi jinsi ninavyokupenda Mahir? Jamani Bite, wewe ni kinganga sana. Bite jamani ni kinganga. Sijai kuona. Yaani mpaka kuna muda mtu unaweza ukajuta, hivi kwa nini nimefahamiana na huyu mtu afu tunaweka kwenye sini moja? Yaani kwa kweli itafika hatua Bite, sio siri. Utaanza kunikwaza, alafu then nitaanza kukuchukia bila hata sababu. Kwa sababu nimeshakwambia kistaarabu, nimekwambia vizuri Bite. Of course ndio tunaigiza wote, lakini hiyo haimaanishi kwamba mimi na wewe tuwe wapenzi, tuna mahusiano. Mimi sina hisia na wewe. Mimi nimefocus zaidi kwenye sanaa yangu kwa sababu na malengo mengi sana kuhusiana na ndoto nyingi kuhusiana na uigizaji wangu. Sasa sitaki uniforce nikiwa katika kuigiza kwangu niweze kuingia katika mahusiano na wewe, kitu ambacho akili yangu bado sijaiweka katika mfumo kama huo. Kwa hiyo please, naomba uache Bite. Sawa? Nakwambia kwa hisia kwa sababu ni mara nyingi umekuwa umenisumbua, unanipigia simu za ovyo ovyo bila kujua niko wapi. Haya bwana. Mahir, sawa, lakini nakwambia kwamba wewe ndo mwanamume wangu ambaye nimetokea kukupenda kwa dhati kutoka moyoni, kwa sababu hakuna mwanamume ambaye nishage kumwambia kwamba nampenda kama ambavyo nakwambia wewe. Kikweli Mahir, nakupenda sana. Yaani wewe hujui tu kikweli. Yaani maneno yako yamenumiza sana of course moyoni. Yaani wewe huwezi kujua tu jinsi gani ambavyo unavyoumia kwa maneno yako. Ila sawa. Mimi najua kosa langu ni kukupenda na kukuambia kwamba nakupenda. Manake wanaume mkiambiwa kama mnapendwa basi mara nyingi ndio mnaongea kama hivyo ambao unavyoongea wewe. Ila sawa, Mungu yupo tu. Bite, kuna wakati inabidi fikie ujifunze na uelewe kwamba mapenzi hayalazimishwi, sawa? Ndio hivyo. Kwa hiyo acha maji yafate mkondo. In case kwamba mimi nitakupenda wewe, utaona tu by reality, utaniona kwa vitendo vyangu. Wala huna haja kumwambia mwanaume umempenda kama unampenda. Na kukumbusha kidogo tu ndivyo jinsi mambo yalivyo. Anyway, basi usijali. Nipe muda kidogo, nitalifikiria wazo lako na jambo lako. Usihuzunika kama hivyo. Unajua wenzetu jue japo kuko mbali lakini unaweza kuona, alafu unapokuwa katika kama hiyo anaweza kuhisi kwamba tunaongea kitu gani. Kama usipendi hali itokee. Hebu kwa kawaida. Relax. Sawa? Unasema kwa jamani Samir, nitanifikiria kidogo. Jamani. Yaani kidogo angalau nimeanza kusikia hata furaha jamani. Yaani Mahir, yaani ulivyo na maneno yako ulivyoniambia. Yanataka ufanani. Haya basi sawa. Kwa hiyo sasa director kasemaje sasa? Maana unajua tulipokuja huko polini, alafu nasikia kuna mtu ataenda kule kwenye kilima kuja upande wako, utashutia upande wako. Nahisi itakuwa ni kitu kama hicho. Lakini director wetu yeye unajua, anaweza kubadilishia location muda wote. Ngoja tusikilizie kwanza. Ni furaha, lakini kumbe ndoa sio kila kitu. Jamani Samir, mambo. Yaani sikufikiria kabisa kwenye lift kama ungeweza kuwa mwenyewe. Unajua baada ya kuwa lift imefunguka ndo nakuona kwa mwenyewe. Nimeshangaa imekwaje tena? Hapana, kawaida tu. Kawaida kwa sababu naona wafanyakazi wengine wenyewe pia itakuwa bado hajafika. So nikaona anyway, ngoja tu nielekee zangu ofisini. Kwa hiyo kwa bahati nzuri kabla sijaruhusu na wewe ndio ukawa umestop na kuweza ku-open. Kwa hiyo sijaona kama kuna changamoto yote kwenye hilo. Haya sawa, nimefurahi sana kusikia Samir. Lakini Samir, mimi nilikuwa na swali kidogo nilikuwa naomba nikuulize kwa sababu tangu umekuja hapa ili swali sijaje kukuuliza hata siku moja. Yaani shida yangu kubwa nataka nijue kwamba wewe umeoa au labda una mwanamke labda ambaye unaishi naye.
Of course kwamba mimi sina mke lakini pia sina girlfriend kwa sababu nimefocus sana na mambo yangu. Unajua nikianza kufikiria masuala ya kuwa na mwanamke na situation zao, basi najikuta bora tu niongeze nguvu zaidi kwenye kazi zaidi. Lakini kwa bahati nzuri tangu nimefika kwenye hii kampuni kwa kweli kuna mtu nimetokea kumpenda sana hapa kazini kwetu. Yani sijui hata imekuwa kwa vipi yani. Mimi nimejishangaa sana imekuwa kweje. Haya, basi sawa, kama kuna mtu tayari umeshaanza kumpenda kwenye kampuni, basi ni jambo zuri. Unaweza kuniambia ni nani huyo mtu mwenyewe? Mtu mwenyewe ni Madam Margaret, kwa sababu tangu wakati nakuja kwenye kampuni, yani amenigusa sana. Nimepata hisia za kweli kutoka moyoni kwamba moyo wangu unaniambia kwamba Madam Margaret ninampenda sana. Na huo ndio kweli. Si mwingine, ni Madam Margaret. Ndio kwa sasa hivi naona ameenea sana kwenye moyo wangu. Muda wote napokaa, yani nakuwa na feeling nyingi sana kuhusiana naye. Kwa hiyo yani of course nampenda sana Madam Margaret. Yani sijui hata naanzia wapi na malizia wapi. Lava boy, wewe umekamatika kwa Madam Margaret. Jamani, watu na nyota zao mjini. Haya, basi sawa. Mimi nakutakia kila laheri. Kama unampenda Madam Margaret, ushauri wangu wa bure, mtafute. Ofisini kwake unapajua, unaweza kumtafuta muda lunchi. Mimi siwezi kukuambia kwa sababu mwenyewe unafanya kazi ya hapa, unajua ratiba zote za hapa ndani zinazoendelea. In case utakuwa na changamoto yoyote, basi mimi nipo. Keti mtoto wa Mbagala, nisikuwa na ndogo wala kubwa, nipo muda wote. Karibu, nitakusaidia kwa ushauri wa aina yote. Na huwezi kuamini kwamba leo ndio siku ambayo nilikuwa nimepanga kabisa kwamba nitamface Madam Margaret, naweza kumwambia jinsi gani ninavyompenda kiukweli kabisa. Ni leo ndo nimesema leo liwalo na liwe. Sitaweza tena kuweza kuvumilia hii. Haya sawa Samir, hamna shida. Mimi nimekuelewa vizuri tu. Jitahidi na imani, ukijitahidi utafanikiwa sana. Kitu kizuri ni kwamba Madam Margaret mwenyewe pia hajaolewa, lakini pia za ndani inaonekana kabisa ana boyfriend. Na kama angekuwa na mimi kama shoga yake karibu, lazima tungejua. Lakini kwa sababu sijui, hii inamaanisha kabisa kwamba hana boyfriend yeyote. Sawa Samir. Kwa hiyo uwe na kila laheri na kuombea baraka tele. Ukipata nafasi ya kuongea naye basi akukubalie ombi lako. Ni furaha, lakini kumbe ndoa sio kila kitu. Najuta kuo